gavana useme neno moja. Asante. Asante sana PS Wachira. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Baba Askofu, Askofu Mudhuri, Askofu Wang'ombe na Askofu Njuguna na maaskofu wale wengine wote, deacons, pastor, viongozi wa kanisa wa Supreme Board na waumini wote, Bwana Yesu asifiwe. Ninawatambua viongozi wote ambao wametambuliwa, waheshimiwa walio mahali hapa, na ningetaka kuanza kwa kukaribisha kila mmoja ambaye ametoka nje ya Nyeri. Karibuni Nyeri. Hapa mko panaitwa Kagere, Othaya, Mahiga, na hapa ndio kwa kina Mwai Kibaki. Tunawakaribisha kwa upendo mkuu. Nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Askofu Mkuu Samson Mudhuri kwa sababu ya kutenga siku hii na mahali hapa pawe Nyeri. Tunakushukuru sana na tutaendelea kushirikiana. Mheshimiwa Rais, kama wengi walivyosema, kanisa hili linatuhusu sana. Wengine wetu, wazazi wetu, nyanya zetu walikuwa waanzilishi wa kanisa hili. Na wakati kanisa hili lilipatwa na tatizo la mvutano, wengine wetu, nyoyo zetu zilikuwa na matatizo. Lakini tunakushukuru kwa sababu kwa kazi ya miaka 7 leo hii tunaona maajabu haya ya kuwa kanisa linazungumza kwa lugha moja. Ninapokumbuka katika Biblia, Bwana Mungu wetu anatuambia kwamba ni jambo zuri aje wakati ndugu wanaongea kwa lugha moja. Pale ndipo yeye anaagiza baraka. Na kwa hivyo katika waumini wote na kanisa hili tunaagiziwa baraka kwa umoja wetu. Jambo lingine, Your Excellency, kanisa hili limesimama na serikali. Na kanisa hili mwito wake ni kusimama na serikali ambayo iko katika mamlaka. Kwa sababu hawa ndio waliomfukuza mbeberu kutoka Kenya hii na wakatuletea uhuru. Ningetaka nichukue nafasi hii niwashukuru tena viongozi na niwaombe muendelee katika mabadiliko haya tukienda mbele. Nimeona MCAs wamesimamishwa. Kuna Mesha Keroga ambaye yuko pale, kuna Agnes pale, kuna Kamero pale, na kuna dada mwingine kutoka Nyandarua naye jina Milka. Wale ambao ndio tunafanya kazi nao katika sehemu kule kwetu katika katika bunge la county. Mheshimiwa Rais, uniruhusu tu kwa dakika 2 ni kushukuru kwa mambo mawili matatu ambao tumeshirikiana na wewe hivi majuzi. Hivi majuzi tulikuwa na mtoto mmoja kutoka pale Kehori ambaye anaitwa Blessed Claire Muthoni. Yule mtoto, Your Excellency, alipata matatizo na ugonjwa wa saratani. Wewe na naibu wa rais mlitusaidia kupitia Mheshimiwa Kiroga, na yule mtoto akaenda mpaka India. Yule mtoto, Your Excellency, akaenda pale, ugonjwa ukamzidi na akaaga dunia. Tukakwama, tukashindwa kumleta hapa. Wewe mwenyewe ukatupa pesa, ukalipa mambo yote kule, na mtoto wetu akaja. Tukaenda tukamzika. Nataka nikujulishe Your Excellency, huyo mtoto ni wa kanisa hili la AIPCA pale Kehori. Mjomba wake naye ni wa AIPCA kule na Rumoro. Ningetaka nikushukuru kwa sababu ya jambo hilo. Your Excellency, mnajua kwamba sisi kama county tunaendelea kuomboleza baada ya msiba tulioupata wa ajali ya barabara pale Dedan Kimathi. Wale watu hawajazikwa, watu 16. Nataka nitambue hapa Your Excellency, mambo haya yalipotendeka ulinipigia simu na ukaniambia, ukanipa pole kwa niaba yako, na ukanieleza ni wafahamishe watu wa Nyeri pole zako. Zaidi ya hayo ukaniambia utanisaidia, na ni kweli umenisaidia. Siku ya Tuesday nitaweza kuwa na maombi
ya pamoja, na tutaweza kuzika wale watu 16. Wengine ni wa kutoka Machakos, wengine ni wa Meru, wengine ni wa Kirinyaga, kuna wa Maroroi na wengine ni wa huku Nyeri. Can allow me to say thank you, Your Excellency. Tunataka kukushukuru kwa niaba ya watu wa Nyeri na kwa wale wote ambao walipata haya matatizo. Ni vizuri niseme Your Excellency, kwa sababu naona mara nyingi watu wakishangaa ni kwa nini tunaandamana na wewe. Hivi majuzi tumekuwa tukizungumza na wewe, na niseme hapa udhaya, katika hospitali hii ya Mwai Kibaki tayari mheshimiwa amesahau kusema umetupatia hospitali tuongeze manyumba na vitanda 120 na ukatupa nusu bilioni ya kuendeleza hiyo hospitali. Nataka nikushukuru. Nikarudi nikaja nikakwambia mambo yangu yamekwama pale katika PGH. Hospitali yangu ilijengwa 1927. Haina vitanda vya kutosha. Nataka nikushukuru Your Excellency kwa sababu wiki jana contractor mwenyewe alikuja Mchina na yuko kwa ground, ameanza kufanya kazi. Hospitali ya bilioni 1 itajengwa. Na tunataka kukushukuru sisi watu wa Nyeri kwa sababu umetusaidia pale. Tunapozungumza rais, nimepitia Rurengo nikija. Rurengo inaendelea na tarehe 12 Disemba umeniahidi tutafanyia sherehe za Jamhuri pale. Nataka nikushukuru. Asante sana. Your Excellency, jambo la mwisho. Angalia mtu akitoka Nairobi anafika pale katika ile Marwa Roundabout Exchange. Nikakwambia Your Excellency, mambo yetu yakikwamia hapo Nyeri itakufa. Ukatoa amri barabara iendelee, itoke hapo ifike Nyeri town, iende Muiga na iende kwa airport. Nataka nikushukuru. Wewe ambaye unashindwa kwa nini mimi ninatembea na rais, nimekujibu. Na hiyo ndiyo jibu langu. Na nitaendelea kutembea na rais kwa sababu anatenda. Tuko pamoja. Na basi ningetaka niwaombe wale watu wote ambao tuko kwa sasa, serikali iko kazini, inafanya kazi. Tulichagua serikali itufanyie nini? Kazi. Je, itafanyaje kazi kama sisi kazi yetu ni kuivuruga na kelele kila siku? Tuache wale wanataka kupinga serikali waendelee, lakini wananchi tuachie serikali nafasi itende kazi tuliyoipatia ambao ni faida kwetu. Nataka niwaulize, Rais William Samoei Ruto ametoka Uasin Gishu. Akienda Uasin Gishu atabeba hiyo hospitali yetu. Akienda atabeba hii Adwaito. Watu wetu. Haya, siendelei kutoka hapo. Nataka nishukuru kanisa na niwashukuru nyinyi wote na niwakaribishe hapa Nyeri. Wakati wowote muwe mnajua tuko tayari kuwapokea. Kwa hayo maneno mengi, ningetaka nichukue nafasi hii nimkaribishe waziri mrefu sana, anaitwa Waziri Roko, aje azungumze nasi. Asante sana.